Karibu kwenye simulizi ya Machozi ya Rohoni. Mwandishi ni Azizi Hashim. Jina langu ni Onesimo Sangalali. Nisamehe baba, mimi ni mkosefu, nilisema kwa kupiga magoti mbele yake, huku machozi yakiendelea kunitoka, moyo wangu ukiwa na uchungu usioelezeka. Wewe ni mtoto wetu, na siku zote mtoto anaponyea kiganja huwezi kukikata, unakisafisha na maisha yanaendelea. Kwa upande wangu sina kinyongo na wewe, na najua hata mama yako pia atakaposikia maneno haya kutoka kwenye kinywa chako hatakuwa na cha kufanya zaidi ya kukusamehe. Lakini hili likiwa funzo kwako, ujisikie aibu kumleta huyo mwanamke wako, sio rafiki yako, kwenye mazingira kama haya. Yani unamuonyesha kwamba hapa ndio kwenu, hata kama hatakwambia, lakini lazima atajisikia vibaya ndani ya moyo wake. Tafsiri anayoipata ni kwamba kama umeshindwa kuwahudumia wazazi wako waliokuzaa, utawezaje kumtunza yeye na watoto atakokuja kuzaa? Unapaswa kubadilika mwanangu. Wazazi wako tunakupenda sana na tunakutegemea. Usitufanye tuwe na huzuni. Tukifurahi sisi mambo yako yatanyoka mpaka mwenyewe utashangaa, alisema baba. Mazungumzo yetu alikatishwa na mama aliyeingia akiwa ameongozana na Alice, wakawa wamebeba viungo vyenye vyakula. Wakaweka kwenye meza ndogo na kuanza kupakua, huku wadogo zangu wa kike wakiwasaidia. Muda mfupi baadaye jamvi lilitandikwa pale sebuleni. Chakula kikawekwa na mama akatukaribisha. Kabla ya kuanza kula, mama alikiombea. Maombi yake yalikuwa marefu kuliko nilivyozoea. Alimshukuru Mungu kwa kunifikisha nyumbani salama na mambo mengine mengi, kisha wote tukaitikia amen. Tukaanza kula huko mazungumzo hapa na pale yakiendelea. Mimi na Alice tulitengewa mboga maalum ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yetu. Nilijisikia faraja kubwa ndani ya moyo wangu na nikawa najiapiza kwamba safari hii hakuna kitakachonirudisha nyuma. Lazima nifanye kitu kitakachobadilisha maisha ya wazazi wangu. Baada ya kumaliza kula, wadogo zangu walitoa vyombo, mama akaenda kutuandalia sehemu ya kulala. Ilibidi mimi nikalale na wadogo zangu wa kiume na Alice akalale na wadogo zake wa kike. Mazingira yalikuwa ni magumu kweli kweli. Kule chumbani kulikuwa na kitanda kimoja chenye godoro mbamba sana mbalo, ambacho ndicho nilichokuwa nalala siku zote nikiwa nyumbani hapo. Wadogo zangu wakatandika mikeka chini na kulala. Nyumba haikuwa na umeme, kwa hiyo tulikuwa tunatumia vipatari ambavyo havikuwa na mafuta ya kutosha. Kwa hiyo ikabidi Alice na wadogo zangu waende kuongeza mafuta dukani. Sikupata muda wa kuzungumza na mama usiku ule, na wala sikupata muda wa kuzungumza pia na Alice, japokuwa nilikuwa najua ana mengi ya kuzungumza na mimi kuhusu hali ya hapo nyumbani. Kwa kweli siku hiyo sikupata kabisa usingizi. Hali hapo nyumbani ilikuwa inanitesa mno ndani ya moyo wangu. Nilikuja kupitiwa na usingizi alfajiri. Kama unavyojua tena kwetu Lushoto kuna baridi kweli kweli. Kulipopambazuka watoto waliamka, kwa sababu ilikuwa ni lazima kila asubuhi familia lazima iende shambani, kwa sababu kilimo ndio njia pekee waliokuwa wakitegemea kuhakikisha nyumbani kuna chakula. Sisi tunaenda shambani, nyie tutaenda shambani siku nyingine, sio leo, alisema mama. Ndugu wangu hakika kalazimika kuzungumza na Alice ambaye tayari alikuwa ameshaamka. Alex mpenzi wangu, niambie Alice, vipi unapoonaje hapa nyumbani? Kwanza hapa panaitwaje? Maana najua mji unaitwa Lushoto, lakini lazima kuna majina ya mitaa. Hapa panaitwa Magazoni. Mimi na wewe tuna kazi kubwa mbele yetu. Mimi sijaridhishwa kabisa na aina ya maisha wanaoishi wazazi wetu. Viatu vyako ulivyokuwa umevaa jana, bei ulionunulia inatosha kabisa kuwatengenezea chuo kizuri. Gharama ya nguo ulizovaa inatosha kabisa kuwavutia umeme hapa nyumbani. Fedha tulizotumia hotelini Morogoro zinatosha kabisa kubadilisha mabati na kuboreshia mazingira hawa wazee. Inabidi tuwalipe fadhila kwa kuwafanya waishi maisha mazuri. Alex, najua uwezo huo unao, na nakuahidi kwamba nitashirikiana na wewe kuhakikisha unaishi maisha unastahili kuishi, alisema Alice. Kauli ambayo ilinifanya nizidi kujisikia vibaya ndani ya moyo wangu. Kikweli nilijisikia aibu sana, na alichoniambia Alice ni kwamba hakukuwa na muda wa kupoteza. Lazima kwa kipindi tutakachokaa hapo kijijini, hata kama ni siku chache, lazima nifanye kitu kwa ajili ya wazazi wangu. Umefikiria akufanya nini? Nataka kuanza msingi wa nyumba mpya. Tuna eneo kubwa na zuri, ni swala la kuliendeleza tu. Nataka tuwajengee nyumba mpya na ya kisasa. Sina fedha za kutosha, lakini angalau nikianza nitapata maarifa ya nini cha kufanya. Hiyo ndio akili ya kikubwa sasa. Kwa nini ulichelewa kufanya hivyo? Hata sina majibu, lakini nashukuru kwa upendo wako wa dhati. Wazazi wangu wanaonesha kukukubali kuliko kawaida. Ni jukumu langu Alex,
tusahau yote yaliyowahi kutokea maishani mwako. Nitakuwa na furaha nitakapoona kuwa hawa wazee wanaishi vizuri, na kama nilivyosema nitashirikiana na wewe, aliniambia Alice na kuja kunikumbatia. Nimeamini ule usemi kwamba mtu mmoja anapokuumiza moyo wako sio mwisho wa maisha. Mambo aliyokuwa amenifanyia Joanna na hiki alichokuwa nikionyesha Alice ilikuwa ni sawa na mbingu na ardhi, na moyoni nikajiwekea nadhiri kwamba lazima nije kumwoa Alice ili awe mke wangu. Alikuwa na sifa na vigezo vyote nilivyokuwa navihitaji, na kwa mara nyingine nilijutia muda wangu niliopoteza kwa Joanna. Baada ya kunywa chai na viazi vya kuchemsha, ilibidi tuanze kazi ya usafi pale nyumbani. Kingine kilichonishangaza ni kwamba licha ya muonekano wake wa kisistadu, Alice alikuwa anaweza kufanya sana kazi ndogo ndogo za hapa nyumbani. Yeye na mdogo wangu alianza kusafisha ndani, mimi nikawa nasafisha mazingira nje. Nikawa nafyeka vichaka vilivyokuwa vimezunguka nyumba na kuhakikisha mazingira yote yanakuwa safi. Walipomaliza kazi za ndani, walihamia nje, tukawa tunaendelea kusaidiana nao. Sasa Alex, ujue kuna kitu sijakielewa. Wakati nakutana na wewe, tulikuwa tumepanda basi ambalo lilikuwa kwenda Dodoma. Kwa nini hukupanda mabasi ya moja kwa moja kwenda Lushoto? Si hapo